kanuni za kufunga. Na kuna kitu kimoja kikubwa katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 6, anaelezea baadhi ya mambo ya namna ya kufunga, lakini kuna kitu kimoja hatakiwi mtu yoyote kusahau. Na kama haujatimiza hiki, basi kwa hakika yako ulishinda njaa na hukufunga. Haijahesabiwa kwa Mungu kama ulifunga. Tunaanza katika kitabu cha Isaya sura ya 58. Hebu nisikilize kwa makini, sikiliza Biblia na roho ya unabii vizuri. Na hivi kama haukufunga hivi, jitafakari, na hapo ilikuwa ni wrong. Ndio naona mtu anaweza akafunga anasema nimefunga na kuomba lakini hakuna mabadiliko. Sikiliza, kuna siri moja ambayo hiyo ukifanya, kwanza hiyo saumu inakubaliwa na Mungu. Unaona Lakini kukosa kufanya hivyo ni sawa tu na tamaa zingine. Yaani ni sawa tu na ulishinda njaa. Ndio naona watu wengine wanaweka tena chakula, wanaweka cha asubuhi, cha mchana na wanakuja kula baadaye. Hakuna chochote walichokuja kufanya, walishinda tu njaa. 58 kuanzia mstari wa 5. Mungu anasemea funga. Asema, je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Kwa hiyo kumbe kuna saumu ambayo Mungu ameichagua mwenyewe. Sasa naomba niende katika mstari wa 7 moja kwa moja, kitu tunachokitafuta kikubwa hapa, ili mtoto wa Mungu uweze kuwa na kujua ya kwamba utakapofunga, funga yako iweze kuwa na maana kabisa kiroho, ili iweze kuletea wewe majibu ya matatizo ambayo wewe umefungia kwa. Mstari 7 anasema, je, sio kugawia wenye njaa chakula chako na kuwalea masikini waliotupwa nje nyumbani mwako? Kwa hiyo kumbe njia mojawapo ni kuwapa wale ambao wanakuzunguka, kuwapa chakula chako. Kumbuka unapofunga umeacha kula, umefunga kwa ajili ya kuacha kula. Kile chakula usiweke tena ni budget ambayo unasubiria uje ule tena wewe. Sikiliza Usije, kwa mfano ulikuwa umeweka wewe kwa siku uwe unakula labda mchana unakula hiki, asubuhi ni hiki, jioni hiki. Kwa ile budget ya mchana unaifanyia nini? Sio tena ikusubirie mpaka unapokuja kufungua ndio uje utumie kama sasa ndio kufidishia kile chakula cha mchana. Na unaona watu wengine wakipika, watu wanamepika mchana chakula kizuri, yeye amefunga, anakiweka. Unaona akiba, kama ni kwenye friji, kama ni kwenye nini, au sasa ili baadaye aje akitumie jioni amefungua. Hiyo si funga. Ile bajeti peleka kwa watu ambao ni wahitaji. Ndio hapo unakuwa umefunga. Si hapo utakuwa tu umeacha tu kula ukiwa tena umeweka bajeti kwa ajili ya muda mwingine. Naomba tuende sasa kwenye roho ya nabii, Testament to the Churches, gombo la pili, sura ya 34, paragraph ya 2. Tusikilize kwa makini hapa. Anasema, tukianzia paragraph ya kwanza anasema, hii ndio kazi maalum ya sasa mbele yetu, kuomba kwetu kote na kuacha kula hatukusaidii chochote, isipokuwa tutashikilia kwa uthabiti kazi hii. Kwa hivyo kumbe kuacha kula hakutusaidii chochote. Kuacha tu kula, lazima kuna kazi ya kuambatana nayo. Paragraph ya 2 anasema, kufunga ambako Mungu anaweza kukubali kumeelezwa ni kugawia wenye njaa chakula chako na kuwalea masikini waliotupwa nyumbani mwako. Akielezea sasa fungu hilo, anasema usisubiri waje kwako. Unaona sio mpaka aje mtu sasa amekosa chakula. Tafuta wewe katika jamii yako. Kuna watu ambao wanashinda njaa kabisa. Wakati mwingine wewe ndio unatupa chakula, wakati mwingine wewe ndio unaweka hicho chakula tena kinakuja kinachacha auli tena. Unaona Kwa hivyo kuna haja ya kuweza kuwapatia hao maskini chakula chako, kuwapatia maskini chakula chako. Hapo ndipo ambapo wewe unakuwa umeonyesha kwamba wewe umefunga kujinyima kwa ajili ya chakula, ili watu wengine waweze kupata. Lakini kama utaweka tu ni akiba tena unajiwekea kwa ajili ya kuja kufuturu, na wakati mwingine wengine ufuturu kwa chakula kingi, Mungu hapendi hiyo. Na hapo jitahidi kuweza kujua funga sahihi ya Mungu, ili uweze kufunga na sio kujitesa tumbo tu na kupata madonda ya tumbo bila sababu yoyote.